Uongozi wa kanisa la Pentecost Assemblies of God Tanzania PAG umesema ili kuleta mabadiliko ya kiutendaji ndani ya kanisa hilo kuelekea upandaji wa makanisa lazima kubadilisha mtazamo. Hayo yamesemwa hivi karibuni na askofu mkuu wa kanisa hilo Dr. Daniel Aweti kwenye kongamano la umisheni lililoandaliwa maalum kwa ajili ya kuwapika viongozi wa juu wa kanisa hilo hapa nchini, ambapo amesema watakao toka hapa watakuwa wamebadilika hata kimawazo, akili yao, ufahamu wao na mtazamo wao utakuwa umebadilika, na hatupendi kufanya mambo yale kwa njia ile ile na watu wale huko tukitegemea mabadiliko. Tunataka kuinua kizazi kipya ndani ya kanisa la PAG Tanzania ambao wana moto wa kupeleka injili katika mataifa yote. Sasa hivi tumeshaanzisha makanisa kule Burundi, Rwanda, kutoka Tanzania, na sisi tunakuwa kama wababa, ni kutokana na umisheni. Dr. Aweti akatoa wito huu kwa watumishi na viongozi wa kanisa hilo. Na natoa wito kwa Wakristo wote, kwa wachungaji wote, kwa maaskofu wote, ya kwamba tutimize kusudi la Mungu ambalo ni kuhubiri injili kwa mataifa yote. Huu ndio wito wangu. Mhubiri wa kimataifa na mwanzilishi wa huduma ya Sifani na makanisa ya El Shaddai duniani, mchungaji Sirini akiongozana na timu yake ndiye aliyewapika viongozi hao, na hapa akitoa shime hii. Whatever you have. Inaanza na chochote kile ulicho nacho. When you begin wherever you are, unapoanza mahali popote ulipo, God will take you where you should go. Mungu atakuchukua wewe na kukupeleka kule unakopaswa kwenda. Amen. Joseph interpreted the dream in the prison. Yusufu alianza kwa kutafsiri ndoto akiwa gerezani. God took him to the palace. Like Mungu akampeleka ikulu. Amina. Amen. Number 2, use whatever you have. Jambo la pili, tumia chochote ulicho nacho. God will give you what you don't have. Na Mungu atakupa wewe kile ambacho huna. To behead Goliath, David did not have a sword. Daudi kuweza kumua Goliathi hakuwa na upanga wote. But he had a stone. Lakini alikuwa na jiwe. When he used the stone, he got the sword. Alipotumia jiwe akaupata upanga. Amen. Amen. Use whatever you have. Tumia chochote ulicho nacho. God will give you what you don't have. Mungu atakupa wewe kile ambacho huna. Number 3. La tatu, do whatever you can. Fanya chochote unachoweza kufanya. God will enable you to do what you cannot. Na Mungu atakuwezesha kufanya kile ambacho wewe huwezi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa umisheni na uinjilisti taifa ambaye pia ni askofu wa kanisa hilo Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya, Dr. Damanus Thomas akabainisha sehemu ya mpango mkakati wa kanisa hilo. Kwa kweli kama neno la Mungu linavyosema, ukisubiri uwe na kitu hicho hutakifanya kabisa. Kwa hiyo ni kama Mungu amekuja kutusukuma zaidi, ili wengine nao wasikie, wale ambao wamekuwa na kigezo ya kwamba sijafanya kwa kuwa sikuwa na pesa. Kumbe unaanza na pesa zinakufuata. Kwa hiyo sasa jambo hili linaenda kufanywa kwa nguvu zaidi, hata kabla fedha zijaonekana. Tunaamini kwa sababu Mungu aliye ndani yetu ni mkubwa, na Mungu huyo ndiye ametutaka tupeleke kanisa. Tuna neno kwenye mpango wetu mkakati unaosema kanisa kila mahali walipo watu. Tunataka tupande kanisa kila mahali walipo watu. Sasa ndio jukumu hili ya kwamba tutawezaje. Tumeambiwa ya kwamba tunaweza hata kabla hatujaona pesa, kwa sababu pesa ni chombo kinachokuwezesha
sio kinachoanzisha. Naye mchungaji Anili Nelson wa kanisa la El Shaddai India akawakumbusha silaha hii. A living dog is better than a dead lion. Mhubiri anaandika anasema mbwa aliyekufa ni bora kuliko mbwa aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Amen. Amen. You know, we talk about the past victories. I was a lion. I was roaring. Wakati mwingine tunazungumza yaliyokwisha kupita. Praying like this. Kwa simba nilikuwa nikinguruma, nilikuwa nikiomba namna hii miaka hiyo. Don't talk to me about your past. Usiniambie habari za yaliyokwisha kupita. Is that simba still alive? Je, huyo simba bado anaishi ama amekufa? If that simba is alive, praise God. Kama simba huyo bado yuko hai, omba sasa. If that prayer life is still there in your life, praise the Lord. Kama hayo maisha ya maombi bado yako hai, omba sasa kwa Mungu. Maaskofu wa majimbo, waangalizi wa wilaya, wakurugenzi, wachungaji na maaskofu wastaafu ni miongoni mwa wajumbe walioshiriki kongamano hilo la umisheni lililopewa kauli mbiu isemayo kongamano la moto wa umisheni Tanzania. John Israel